mpaka miaka 9. Wazazi wanajua, na chama hiki ni chama kinachosaidia malezi au kinachowasaidia wazazi malezi. Ukisoma mwongozo wake anasema kanisa limeanzisha hiki chama ili kusaidia malezi ya watoto, kuwasaidia wazazi malezi ya nini, ya watoto. Maanake ni kwamba kuna programu ambazo watoto wamepewa lao kinasaidia au kanisa linawasaidia wazazi malezi ya watoto. Na linawasaidiaje? Linawasaidia kwa zile programu ambazo wazazi wanazo kutoka nyumbani na malengo ambayo wazazi nyumbani wanayo kwa ajili ya watoto wao, malengo ya kiibada na kuwafundisha watoto wao kumjua Mungu tangu wakiwa wadogo. Kwa hivyo kanisa linasaidiana na wazazi ili kutimiza haya malengo. Na hiki chama kimeanzishwa mwaka 1939, ndio chama hiki rasmi kilianzishwa na conference kuu. Kabla ya kuwepo chama cha Wavumbuzi kulikuwa na chama kinaitwa JMV, Junior Youth Missionary Volunteer, ambacho hiki chama cha JMV kilikuwa kinahusisha umri kati ya miaka 6 mpaka miaka 15. Kwa hivyo kilikuwa kinakombaini lika hili lote. Lakini baadaye waliposogea mbele kidogo, mwaka 1939 ndio wakaanzisha hiki chama ili kusaidia malezi. Kwa nini wameanzisha? Kwa sababu ilionekana program ya malezi kwa wazazi bila kuwa na msaada wa kanisa inakuwa ngumu zaidi. Watoto wanapokuja kanisani wanakosa namna ya kufanya mchana, na ndipo wakawashusha hawa na wakaanzisha chama hiki kinaitwa chama cha Wavumbuzi au kwa Kiingereza wanakiita Adventure Club. Na mwanzo kilipoanzishwa kilihusisha umri kati ya miaka 6 mpaka 9, lakini miaka hivi karibuni imeongezwa umri kwa sababu walipofanya utafiti wakagundua watoto uelewa wao umeongezeka zaidi. Kwa hivyo mtoto wa miaka 4 ana uwezo wa kuelewa zaidi na anapaswa kuanza kufundishwa akiwa na umri huo huo, ndipo akaongeza madarasa mawili. Kabla ya kuongeza madarasa mawili, chama hiki kilikuwa na madarasa yafuatayo. Kulikuwa na darasa la kwanza la nyuki wa shughuli ambao hao walikuwa na miaka 6, lakini kulikuwa na darasa linaloitwa mwali wa jua lilikuwa na umri wa miaka 7, na kulikuwa na darasa la ujenzi ambalo lilikuwa na miaka 8, lakini kulikuwa na darasa la mkono wa msaada miaka 9. Baadaye mwaka 2022 hapa ndipo akaongeza madarasa mawili, darasa la kinda la ndege na darasa la kondoo mdogo. Kinda la ndege ni miaka 4, kondoo mdogo ni miaka 5. Haya madarasa mawili yalifanywa kuwa nyongeza kutokana na kadri tunavyoona uelewa unazidi kuwa kubwa watoto. Na kwa namna hiyo sasa madarasa kutoka 4 sasa kuna madarasa 6 kwenye chama cha Wavumbuzi. Programu za chama cha Wavumbuzi zinatofautiana kidogo na programu za idara ya huduma za watoto. Wakati idara ya huduma za watoto inachukua kuanzia miaka 0, chama cha Wavumbuzi inachukua miaka 4. Programu za huduma za watoto, programu zake zinaanza tu asubuhi baada ya shule ya Sabato kumalizika. Programu za huduma za watoto zinaendelea zikihusisha ibada na programu mbalimbali, ikichukua watoto wote kuanzia 0 mpaka miaka 15. Wakati chama cha Wavumbuzi baada ya ibada, wakati wa vipindi vya mchana vya idara, ndipo kinapata programu yake na kinachukua watoto kati ya miaka 4 mpaka miaka 9. Kwa hivyo hicho ndio chama cha Wavumbuzi kwa kifupi. Kwa hivyo kufikia mwaka 1950 ndipo wakaongeza chama cha pili ambacho ni chama cha watafuta njia. Hii ikafanya kuwa ile JMV rasmi kugawanyika mara mbili, yaani kuwa na chama cha Wavumbuzi na kuwa na chama cha watafuta njia au Pathfinder Club. Chama cha Wavumbuzi kina wimbo wa chama, kinaongozwa na wimbo wake wa chama ambao ndio lengo lake kuu la mafunzo kwa hawa watoto. Lakini pia chama cha Wavumbuzi kina ahadi ya chama, lakini kina sheria na kina bendera ya chama chake. Hiki chama cha Wavumbuzi kina mkurugenzi anaitwa mkurugenzi wa chama cha Wavumbuzi.
Wavumbuzi. Na huyu mkurugenzi wa chama cha Wavumbuzi, yeye ni mjumbe wa baraza la kanisa. Lakini hiki chama pia kina mkurugenzi msaidizi wa chama hiki cha Wavumbuzi. Wasaidizi wake ni wasaidizi wa kiume, wasaidizi wa kike. Maanake tunasema kunakuwa na mkurugenzi, lakini kunakuwa na mkurugenzi msaidizi wa kiume na mkurugenzi msaidizi wa kike. Au kama kanisa lina viongozi wa kutosha, unachagua mkurugenzi, unakuwa na mkurugenzi msaidizi, alafu unakuwa na mkurugenzi msaidizi wa kike na mkurugenzi msaidizi wa kiume, alafu unakuwa na katibu mwazini, alafu unakuwa na washauri wa chama, alafu unakuwa na yule tunasema walimu wanakuwa pale pia. Kwa hivyo hicho ndio chama cha Wavumbuzi kwa kifupi, ambacho leo kinatimiza miaka takriban 87 tangu kuanzishwa kwake mwaka 1939. Hiki chama kina programu zake za mafunzo au kina mafunzo ndani yake, na kulingana na umri wa hawa vijana au watoto ndivyo mafunzo yake yalivyogawanyika. Mtoto wa miaka 4 ambaye tunamshukuru sasa kwamba anaweza kuwa tufanye ni huyu ni miaka 4. Unapokutana na huyu kwa miaka 4, namna ya kufundisha na kumfanyia shughuli zake ni tofauti. Kwa chama cha Wavumbuzi, mtoto huyu kwa miaka 4, kitu anachojifunza kwenye chama ni wimbo wa chama cha Wavumbuzi, lakini pia atajifunza ahadi na sheria. Unaweza kuimba wimbo wa chama cha Wavumbuzi? Sisi Wavumbuzi tunadili kwa mwaka mmoja na vitu hivi viwili tu, yaani tunadili na wimbo au tunadili na ahadi basi. Kwa hivyo huyu akimaliza miaka 4 anajua kuimba wimbo, alafu anajua ahadi, kwa kuwa Yesu ananipenda nitafanya mema kila wakati. Hapo tunakuwa tumemaliza, na akimaliza mwisho wa mwaka anapewa pili. Huyu alipewa pili kabla ya miaka 4 na koleti, sio wakapewa pili kwa sababu alikuwa ameshakamilisha hitaji hilo. Akifika umri wa miaka 5 anaanza kwenda kujifunza sheria za chama cha Wavumbuzi, anapewa sheria zile, anaanza kukariri sheria. Lakini wanakati na kariri sheria, anakwenda kukariri na fungu la Biblia, Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 linaanza kukaririwa kwake. Lakini atakapokariri hivyo, mwaka mmoja atakuwa amemaliza programu yake ya chama. Maanake atakuwa amejifunza wimbo, atakuwa amejifunza ahadi, atajifunza sheria, atajifunza kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Yaani atakariri Mwanzo, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo 1 mstari wa 1. Huo mwanzo utakuwa umeisha, na yeye atakuwa amepewa nini? Atakuwa amepewa pini yake ya pili. Atakapofikia umri wa miaka 6, tunasema akishafika miaka 6, huyu sasa anaongezeka kidogo, anakariri vyote hivi, ahadi na sheria, anakwenda kukariri Mwanzo 1:1. Lakini huyu atakwenda kukariri Zaburi ya 139:14. Tunaifahamu ile 139:14 inasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, matendo yako ni ajabu na nafsi yako yajua sana. Anaanza kwenda kwenye kujua uumbaji, anauchimbua. Wakati huku mwanzo umetoka na Mwanzo 1:1, kule anaanza kwenda kujua namna yeye alivyo nini, alivyo pekee, anaanza kukua. Lakini kule
atakwenda kuanza kukariri kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akatoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo hizo ndio problems. Unaona jambo kubwa. Sasa kwa mwaka mzima huyu mtoto anatakiwa apate haya mafungu ayakariri bila kuelewa maana yake sana, lakini ayakariri kichwani, yakae kabisa. Yaani kuulizwa muda wote anayakariri, anayasema. Akishatoka hapo anapata pini yake ya miaka 6. Maana yake atakuwa tayari ameweza kuimba wimbo wa chama kwa miaka 4 na anajua kusema ahadi. Na atakuwa anajua kuimba wimbo wa chama, ahadi na sheria na Mwanzo 1:1. Lakini akiongezeka kwa miaka 6 atakuwa tayari ameshaanza kujua kitabu cha Zaburi 139:14, atakuwa ameshakwenda kujua Yohana 3:16. Lakini atakapofika miaka 7, akifika miaka 7 anaanza kujifunza kisa cha Martin Luther. Martin Luther anaanza kufundishwa historia ya kanisa. Ataanza kuambia Martin Luther alikuwa ni nani. Atajifunza kisa cha Paulo na mlinzi wa gereza. Ataanza kujifunza pale. Na ataanza kukariri mafungu yale ya Warumi ambayo yanahusu haki kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Maana huyo ataanza kukariri kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Ataanza kuyakariri na taratibu na atakwenda kuvuka pale. Akitoka hapo ataingia kwenye darasa la mjenzi. Darasa la mjenzi ataanza kwenda kukariri au kujifunza kisa cha Ellen G. White. Atakikuta pale, ataanza kukariri. Lakini atakwenda kujifunza kisa cha Yusufu kwa undani. Halafu huyu mjenzi atakwenda kukariri amri 10 za Mungu, kile kitabu cha Kutoka. Nacho atakikariri. Tayari anakuwa ananyongeza, anapanda tena. Na kutoka hapo anaingia kwenye miaka 9. Akishafika miaka 9 yatakayoongezeka kutoka yale ambayo anayo huku nyuma, ataongeza kitabu cha Mathayo sura ya 22:37 mpaka 39. Ataiongeza. Nasemaje? Nafikiri ile inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Pende jirani yako kama nafsi yako. Akishafika miaka 9 anaanza kujifunza upendo sasa, na atakapokwenda hivyo, huyu tayari anaanza kukariri vitabu vya Biblia vyote 66. Maana yake atakariri vitabu vya Agano la Kale. Viko vingapi? Viko vitabu jamani? Vitabu vya Agano la Kale ni vingapi? Viko vingapi? Viko vitabu 39, sio? Alafu kuna vitabu 27 vinapatikana Agano Jipya. Huyo atajifunza hivi vitabu kwa kuvikariri, lakini atajifunza kwa mafungu yake hivi vitabu, yaani ataelewa kwenye magrupu. Kwa mfano, tunasema kwenye Biblia kuna vitabu vya sheria, Torati. Huyo ataanza kujua vitabu vya sheria ni hivi hapa. Lakini ataanza kujua kuna vitabu vinasema kuwa hivi ni vitabu vya historia. Ataanza kujua vitabu vya historia kwenye Biblia pale. Kuna vitabu vinaitwa Zaburi au mashairi. Ataanza kujua kwenye Biblia ni vitabu gani ambavyo viko kwenye Zaburi na mashairi. Lakini kuna vikundi vinaitwa manabii wakubwa. Kwenye Biblia kuna manabii wakubwa, kuna manabii wadogo. Atajua manabii wakubwa ni akina nani kwenye Biblia. Atajua pia manabii wadogo ni akina nani kwenye Biblia. Lakini atakwenda kujua Injili kwenye Biblia zile zote 4, na atajifunza vitabu vya Agano Jipya kwa makundi yake pia, ambavyo na wenyewe vina historia, vina barua, vina unabii ndani yake. Kwa hivyo ataanza kujifunza. Akishatoka hapo, anapovuka kwenda miaka 10, tayari huyu ameshakamilisha package yote ya mtu kujua na kulijua kanisa. Ameshamaliza tayari. Yaani akishatoka hapo, kanisa kwa nini? Ameshalijua. Ukimuuliza kuhusu neno wake anaweza kujibu kwa sababu tayari ameshapita. Ukimuuliza kuhusu Biblia anajua kwa sababu tayari ameshapita. Ukimuuliza kuhusu Sabato anaijua kwa sababu tayari ameshakariri Mwanzo Kutoka sura 20:1 mpaka 17, ameirudia, ameshamaliza.
Ukimuuliza kuhusu upendo anajua, kwa sababu tayari ameshasoma upendo na Yesu alivyofundisha, na anakuwa ameshamaliza. Na hapo ndipo tunasema huyu mvumbuzi amekamilisha matakwa yote ya uvumbuzi na yuko tayari kwenda kwenye chama cha watafuta njia ambacho ni miaka 10. Kwa hivyo hicho ndio chama cha wavumbuzi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba chama cha wavumbuzi ni chama cha wazazi, ila kanisa ni wadhamini tu, kuonyesha kwamba hizi programu za wavumbuzi zimedhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Yaani sio chama tu kama scout kilivyo huko nje, lakini programu zote ni za wazazi. Ndio maana tunapowapa hao programu tunamwambia mzazi wake hakikisha hii programu wanafanya nini, wanaifanya. Kama tunawapa fungu la ukariri, tunamwambia mzazi hakikisha fungu la ukariri wanaifanya. Na kwa namna hiyo ndivyo programu za chama zinakuwa na watoto wetu ndivyo wanavyobadilika. Ukiwaona wakati wanafanya programu ni kama wanafanya masiara, maana ni watoto, ni kama wanacheza na kusumbua, lakini kadri wanavyokuwa wanazidi kuelewa kile wanachokifanya na wanazidi kujitambua kwamba wao watu wa namna gani, wameumbwaje, kusudi lao kuwepo ni nini, na wanapozidi kukua zaidi utaona wanakuwa ni Wakristo imara zaidi kiimani, kwa sababu wamepitia sehemu mbali mbali, kama tulivyoona leo wakiwa wanaweza kuhubiri bila kujua wanachohubiri, wakati mwingine wakiwa wanakariri mafungu bila kujua maana yake sana, wakati mwingine unaona wanaimba bila kujua namna ya kuhubiri wimbo unavyogusa, lakini kadri wanavyokuwa vile vitu vitaanza kukaa kwa namna nyingine kichwani na wataanza kuona vilivyokuwa na umuhimu kwenye maisha yao. Kuna mtu ana swali kuhusu wavumbuzi mpaka hapo tulipofikia kwenye maelezo haya? Kuna mtu ana swali atanifahamu hata kuongeza kuhusu chama cha wavumbuzi? Karibu Jesse. Namna ya kuandaa kanisa huko mbele, namna ya kuandaa kanisa ili hata wanapokuwa wasigeuke. Maana kwa kweli maarifa na vitu kuongezeka, lakini nashukuru pia kanisa la Mungu, kumbe neno halali kuwekeza kwa watoto. Maana kuanzia miaka 4 unapoendelea kuwekeza, kwa kweli kuna vitu ambavyo haviondoki. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tumezima tukiwa wadogo halifai kwa neno la Mungu alikuwa nyimbo pia tukaondoka, hata kama atakutana na changamoto mbalimbali katika ulimwengu huu. Yaani kwa kweli atakumbuka kwamba Yesu hiki hakitaki mimi ni mwalimu wa Sabato, lazima niwakilishe mema. Kwa hiyo nilichogundua ni namna ya kuliandaa kanisa la Mungu huko mbele, ni kwamba haya hata huko wewe ukifa mimi nikifa, lakini kuna watu wa Mungu ambao wameivishwa, wameimarishwa. Kwa hiyo kanisa la Mungu watu hawataiumba hata watakapoona milele kutoka katika hii pasara kwa sababu kama kweli ni namna ya kuwajenga watoto na kulinda mafundisho lakini pia na kujenga kitu na Mungu ili kusonga mbele. Asante kwa mchango huo mzuri. Hilo ndio kusudi la kanisa kwa kuwekeza kwa watoto, na kwa kusudi hilo unaona namna ambavyo wazazi wana kazi kubwa. Ndio maana tunasema wazazi lazima wawe wasomaji zaidi. Sisi idara ya huduma za vijana vitabu vyetu tunavyopendekeza ambavyo huwa watu tunawapendekezea kusoma ni vitabu sio vingi, vinafika vitabu kama 4 tu, na huwa tunawaambia watu someni hivyo vitabu. Kitabu cha kwanza ambacho idara ya huduma za vijana inapendekeza wazazi wakisome kwa ajili ya malezi ya watoto kinaitwa Elimu ya Kweli. Hiki kitabu ndio kinajenga msingi wote wa haya tunayofanya wote. Yaani hicho yenyewe kinajenga msingi, ibada, kumjua Mungu, kuwafanya kuwa wanafunzi, elimu ya nyumbani, elimu ya shuleni. Hicho ndio kitabu cha kwanza. Na kinapatikana sio bei sana, lakini kama mzazi unapaswa kujua kwamba unahitaji kujifunza namna ya kulea watoto katika karne hii. Kwa sababu hii karne ni karne ya hatari. Sio jamani? Mbaya sana. Ndio karne ambayo tunasikia watoto wanafanywa vitu vibaya. Karne ambayo watoto wanapotea ndio hii. Yaani ukizubaa mtoto kwa nini? Apotea. Kuna wale wanapotea kabisa, lakini kuna wengine wanapotea tu. Wapo lakini ameshapotea. Yaani ametoka kwenye misingi, amepotea kabisa, anapozidi kukua anakuwa mtoto wa ajabu ambaye watu wengi
hatujatarajia. Kwa hivyo ni kipindi ambacho tunapaswa kuwa na kuwaombea watoto, lakini sisi kama wazazi na wazazi watarajiwa kusoma, kujifunza. Kitabu cha kwanza kinaitwa Elimu ya Kweli. Hicho kitabu ukikipata, kama tunapasa kusoma, ni kitabu kizuri sana. Bila shaka huwa kitapatikana. Kienda kwa wainjilisti utakipata. Kitabu cha pili ambacho tunapendekeza pia kisomo, kuna kitabu kinaitwa Ujumbe kwa Vijana. Kadri unavyokuwa, kitabu hiki kinaitwa Ujumbe kwa Vijana ni kitabu ambacho kinapaswa kusoma, sio kwa wazazi tu kwa ajili ya watoto, ila kwa vijana, kwa ajili ya maisha yetu sisi kama vijana. Lakini kitabu kingine ambacho tunakuwa nacho na tunapendekeza watu wakisome, kuna kitabu kinaitwa Tumaini la Vizazi Vyote. Hiki kitabu kwa sisi idara ya huduma za vijana tunakifanyia hesabu ya kusoma kwa mwaka mzima. Tunakifanyia tunaambiza kwamba sura hii utasoma, sura hii utasoma, sura hii utasoma, na utakuwa unaingiza summary ya sura pale. Ukisoma kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote ukakimaliza, umesoma Injili 4 kwa undani kabisa na umeimaliza. Yaani ukimaliza kile kitabu kwa uaminifu, Injili 4, kila kisa cha kwenye Injili, kila kisa utakijua kwa ufasaha kabisa. Yaani kisa hiki kilikuwa kinaleta hapa, kwa sababu kile kitabu kimechukua visa vyote vya Injili, vyote vimefanywa pale. Na ndio maana mhubiri yeyote anayehubiri akiwa ni msomaji wa kile kitabu akawa na ubiri, huyo mtu anahubiri haki kwa imani, na neema kubwa utaiona kwa mahubiri yake, kwa sababu kile kitabu ndio kinajenga msingi wa wokovu kimejikita pale. Kwa hivyo ukipata nafasi vitabu hivi, pata soma. Kama unacho, tengeneza programu yako. Sisi ndio tunatumia encounter series, kwamba tunakisoma kwa siku. Unajua sura ya kwanza mpaka ya 3 utaisoma siku hii, na utakapoisoma utaingiza kwenye note kwamba utasoma hapa na hapa na hapa, na itakwambia kwamba hapa ilikuwa ni ubatizo wa Yesu. Kwa hiyo kile kitabu kinakwambia ubatizo wa Yesu ulikuwa na maana gani, ulikuwaje, ulikuwa nini, na kujenga unaingiza tu pale. Utakapomaliza, basi wewe utakuwa ni msomaji wa Injili na utaifahamu Injili, na ile Injili itakupeleka kwa Yesu. Kwa hiyo tutakuwa tunafahamu nani? Yesu. Na ndio tunaweza kuhudumia sasa vijana wadogo. Kwa hivyo hicho ni kitu ambacho wazazi wanapendekezewa, lakini wazazi watarajiwa pia wanapendekezewa, na vijana pia tunapendekezewa kusoma hiyo vitabu. Hiki chama cha Uvumbuzi nisema kina mkurugenzi wake ni mjumbe wa baraza la kanisa, kwa sababu yeye ndio anaingia kwa niaba ya wazazi ili kuwakilisha hiki chama kwenye programu zake zote zinazokwenda kwenye kanisa. Sababu moja kati ya programu zinataka uangalifu mkubwa na hali ya juu ni programu za wavumbuzi. Yaani ukikosea kidogo utafanya kosa kubwa ambalo wewe wala kanisa halitasahau. Ni programu za nini? Za wavumbuzi. Kuna watu washachukua wavumbuzi, kanisa likapitisha, waliwapeleka bichi, uko na zofisikia, wakaenda wanapokazao kwenye maji, kwa sababu pia kushindwa kujua namna kufanya nini. Ndio maana huwa tunasema programu yote ya wavumbuzi inapitishwa kwanza na wazazi, inaenda kwenye baraza la kanisa. Ikikubaliwa kote, ndipo tunaenda kuifanya. Waulize maswali, mwalimu nani anaenda, atasimamia nani, wakiridhika kabisa kwamba ni sawa, wanaruhusu. Sababu watoto wanaweza kucheza nao hapa Jumapili kwa mfano. Hapa ni Jumapili, kucheza nao huko mwalimu uko zako huko. Alafu kisima kimejaa maji. Mtoto wa miaka 5 anaje kucheza hapa miaka 4, akatumbukia huna habari. Yaani baba mdogo akatumbukia, yaani imeshakuwa nini? Imeshakuwa kesi. Ndio maana wao programu zote tunazipeleka kwanza kwenye baraza la kanisa, na wazazi wajue kwamba mwalimu Yeremia Jumapili atakuwa na watoto yuko pale kanisani. Swali lolote ambalo mzazi analo atamuuliza mwalimu Yeremia, atahakikisha usalama wa nini? Wa watoto. Kwa hiyo huyu mwalimu atazingatia mazingira yote na kuhakikisha kwamba watoto hawatapata hatari wakati wa michezo na mafunzo yao. Ndio maana hapa sasa hivi unaona tunakuwa na changamoto ya kujifunza, kwa sababu wakati tunataka kujifunza tunaogopa mazingira hatarishi, unaogopa kisima. Ukiona mtu anapata dakika 5 unakimbilia kwanza kuangalia kisima, huku vipi kama wapo unawatoa. Kwa hivyo wanahitaji uangalizi baada ya juu. Lakini kingine, kwa dunia ambayo tunaishi sasa hivi, hawa watoto wamekumbwa na kitu kinaitwa unyanyasaji. Hawa watoto wamepitia unyanyasaji mwingi, na wazazi wakati mwingine hawajui. Aidha kapitia huko shuleni, aidha kapitia nyumbani, aidha amepitia kanisani. Mtoto
anapoteza furaha, mtoto anakuwa na mabadiliko, lakini huwezi kujua kwa nini anabadilika. Kwa hivyo sisi walimu, kazi yetu mojawapo ni kugundua mtoto halisi anatakiwa kuwa hivi na kuona badiliko ambalo mtoto huyu anao na kujua tofauti ya hii inasababishwa na nini. Yaani mtoto wa kawaida anatakiwa awe kwenye standard ya uchangamfu ya hali hii. Ninapoona mtoto hachangamki hivi, ni lazima mwalimu anaweza kufikiria kwa nini hachangamki hivi. Hapo ndio tunatafuta kwa nini huo mtoto huyu hachangamki. Je, kule kwao anafungiwa ndani, haoni watu, au anafanyiwa unyanyasaji, au ana nini, ili kumrudishe kwenye hali nini ya uchangamfu. Maana tunasema mtoto akiwa mtundu sana, yaani uchangamfu kupitiliza na akawa analeta uharibifu mwingi, tatizo. Lakini mtoto pia akiwa mkimya sana, haonyeshi uchangamfu wowote, ni tatizo. Kwa hiyo tunajaribu kurudisha ili mtoto ambaye sio mchangamfu asogee kwenye uchangamfu, na yule ambaye anapitiliza sana asogee nyuma kidogo. Kwa hiyo hiyo ni kazi ya walimu kwa kushirikiana na wazazi, na ndio maana tunaposema programu za ubaguzi siku zote tunawapa taarifa wazazi. Ni siku hizi tu hata kanisa haliangalii sana ubaguzi, anaweza kaitwa na mwalimu hata hajulikani mwalimu gani kawaita, lakini watoto wakatoka nyumbani na wakaja kanisani na wakaja kwenye program siku hizi. Lakini kwa zamani ilikuwa ni lazima program ya ubaguzi ijulikane kama ni nani anakuwa nao, atakuwa nao masaa mangapi, na ana program gani na hawa. Na huyu mtu anayekuwa nao ni lazima awe amepitishwa na baraza la kanisa, yaani kanisa linamtambua. Yaani kama Jeremia ndio wametoa taarifa kwamba kesho watoto wanakuja kanisani, na wazee wakasema sawa, wakatangaza tangazo, basi wakasema kesho watoto watakuwa na mwalimu Jeremia kanisani. Kwa hivyo mzazi akija anatarajia kukutana na mwalimu Jeremia wapi? Kanisani. Anakabidhi mtoto wako, utakaa naye, na baada ya program utawapigia simu wazazi, watachukua watoto wao, wataondoka nao. Kwa hivyo hicho ni chama cha ubaguzi. Hiki chama cha ubaguzi madarasa tumeshasema, lakini hii bendera ambayo nimesema wana bendera, hii bendera ni bendera yenye maana kwao, sio kwao tu, kwa kanisa na idara ya huduma za vijana. Hizi bendera zinaambatana na rangi kulingana na malengo makubwa ambayo kanisa linayo kwa vijana. Bendera ya ubaguzi hiyo unaona ina virangi inakuwa navyo pale, ina virangi vyeupe, utakuta ina virangi vya mzee, nasema kama naweza kwa kama nini, naweza kwa kama dakiduhi, alafu unakuta kuna rangi hiyo ya scarf, alafu sababu na kwa mzee, alafu utakuta kuna rangi ya blue pale inapita na njano iko pale. Hizi rangi zote huwa zina maana, na kadri mambo yanapokwenda huwa wanazidi kufanya maboresho. Kwa mfano ile nembo ya siku hizi ukiangalia na ile nembo ya zamani, utagundua nembo ya siku hizi ambayo inakaa kwenye bega la mtoto na upande wa kulia ni tofauti na nembo ya zamani. Kama ushakuzifuatia hizi nembo ukaziangalia, zamani ile nembo ilikuwa na picha hapa na ilikuwa na vitu fulani na iliandikwa adventure, lakini baadaye ile nembo akaitoa wakaweka picha kabisa za watu watatu, wameweka picha ya mtu mmoja huku na pia wa kike, wakaweka mwingine huku, hapo wakaweka mtoto katikati, kuonyesha kama huyu mtoto yuko chini ya uangalizi wa malezi, kwamba huku na huku anashikiliwa, anaongozwa kwenye njia ambayo anapaswa yeye kwenda. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni maana kuweka, ili kuonyesha namna ambayo tunapaswa kwa malezi kuwasaidia watoto wetu. Kwa hivyo hapa wanafanya, unaona wanasukua, wanafanya vitu vya kitoto. Wakati mwingine mwalimu kama huna wito au huna uvumilivu, unaweza ukashinda ukanda wa ubaguzi kwa sababu na usumbufu sana, lakini ndivyo tunaenda nao na ndivyo wanakuwa kila siku. Tunafuatilia kila siku, utagundua mtoto na kitu anakiongeza kwenye maisha yake, na kila anavyozidi kukua naona kuna kitu kinabadilika kwenye maisha yake, na ndivyo baadaye tunapata viongozi wazuri ambao wanajua kabisa na wanajua chama cha ubaguzi pia. Hiyo ndio habari ya bendera ya chama cha ubaguzi. Kuna mtu ana swali au anataka kuongezea kidogo kwenye swala la bendera? Vipengele vichache tutakaelezea kwa siku ya leo. Hii ilikuwa kitu DLV ya Junior Mission Volunteer, ikakatwa mara mbili, mwaka 1939 ikawa chama cha Adventure, mwaka 1950 ikaanzishwa chama cha Pathfinder. Vyote viwili vinajitegemea, hiki kina mkurugenzi na hiki kina mkurugenzi, hiki kina uniform zake na
na hiki kina uniform zake, hiki kina bendera yake na hiki kina bendera yake, hiki kina mambo yake na hiki kina mambo yake. Kwa hiyo tunapoongelea uongozi tunaongelea chama ambacho kimekamilika. Ukienda general conference utakutana na mkurugenzi wa chama cha uongozi. Ukienda divisions utakutana naye, japo kuanzia ngazi ya union kuja huku tunakuwa na mkurugenzi wa huduma za vijana peke yake. Naona wanakuwa hivyo, lakini kule wanapatikana hivyo. Ukienda general conference utakutana na mkurugenzi wa uongozi, utakutana na mkurugenzi wa watafuta njia, wako pale. Kwa hiyo hili ni chama cha uongozi, na haya ndio mambo tunayoyafanya. Namna tunapofundisha inaelezea kwamba tunapokaa kanisani mwaka mzima tunachofundisha ni hicho. Yaani zunguko unapozunguka, lakini hakikisha unafikisha wengi kwenye malengo. Kadi lao lina vipengele muhimu vitano ambavyo huwa tunavizingatia kila mwaka wanakamilisha wanakadi. Hii kadi, kipengele cha kwanza ambacho huwa kinapatikana pale ni mahitaji ya msingi. Mahitaji ya msingi pale na kauli ya mtoto au darasa lake, taangalia yale mambo muhimu, kwa mfano mafungu yake ya mwaka ya kalili yanawekwa pale. Lakini baada ya hapo, kipengele kinachofuata kwenye kadi ya uongozi kinasema Mungu wangu. Na hiki kipengele cha Mungu wangu kina vipengele vingi ndani yake. Kipengele cha kwanza sasa, mpango wako uliokoa mimi, utakuta pale kuna jedwali, chora bwana sesele, ndio kama darasa lingine elezea ile white, darasa lingine atakwambia elezea kisa cha uumbaji, darasa kulingana na umri wa darasa. Lakini kipengele hicho cha kwanza kinaitwa Mungu wangu. Lakini akitoka Mungu wangu anafuata kipengele cha pili, nasema ulimwengu wangu.